Siku moja niliamka alfajiri, nikatazama anga. Kulikuwa kimya, anga limetulia, dunia imejaa usingizi, na ndani yangu nikajiuliza, je, vipi kama hii ndio ingekuwa siku ya mwisho? Ukweli ni kwamba naiogopa siku hiyo, si kwa sababu ni hadithi ya kutisha, siku ambayo kila mtu atakutana na hatima ya maisha yake. Karibu katika podcast ya leo inayohusu siku za mwisho. Jambo la kwanza la kufikiria ni kwamba unaambiwa siku ya mwisho ni ya kweli na itafika kwa ghafla. Katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 2, Paulo aliandika hivi na nukuu, kwa maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana huja kama mwivi ajavyo usiku. Mwisho wa kunukuu. Siku ya mwisho haitatangazwa na hakutakuwa na ratiba itakayotolewa. Wakati watu wakifurahia maisha yao ya kila siku, ghafla itafika na hakuna atakayeweza kuizuia. Lakini jambo jingine la kufikiria ni kwamba dunia itabadilika na kila kitu kitavunjika. Petro aliandika kwa uzito sana katika Petro wa pili mlango wa 3 mstari wa 10 na nukuu, lakini siku ya Bwana itakuja kama vile mwivi. Siku hiyo mbingu zitapita kwa kishindo kikuu, na viumbe vilivyoko juu vitateketezwa kwa moto, nayo dunia na kazi zilizomo zitateketezwa kabisa. Mwisho wa kunukuu. Dunia hii tunayoiamini sasa itachangamka kwa moto. Vitu tunavyovitegemea vitayeyuka mbele ya hukumu ya Mungu. Lakini jambo jingine la kutafakari zaidi ni kwamba kila mtu atasimama mbele za Mungu, na kikubwa zaidi atasimama peke yake. Katika Warumi mlango wa 14 mstari wa 12, Biblia inasema na nukuu, basi kila mmoja wetu atatoa habari zake mwenyewe kwa Mungu. Mwisho wa kunukuu. Hakutakuwa na baba, mama, mke au rafiki atakayesimama kwa niaba yako. Kila nafsi itasimama peke yake. Hakuna wa kujitetea, matendo yako ndiyo yatakusemea. Unaambiwa pia vitabu vitafunguliwa, kila tendo litahukumiwa. Katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 12 mpaka wa 13 inasema hivi na nukuu, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Wafu wakahukumiwa katika matendo yale yaliyokuwa yameandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Hapa hakuna kupindisha kama vile wabongo tulivyozoea. Hakuna cha nilikuwa bize. Kila kitu, hata kile ulichofikiri na hakikuonekana, kitawekwa wazi. Katika siku ya mwisho unaambiwa wapo watakaopewa thawabu, lakini wengine watapewa adhabu. Katika Mathayo mlango wa 23 mstari wa 31 mpaka 34, Yesu mwenyewe anasema atawatenganisha watu kama mchungaji atenganishavyo kondoo na mbuzi. Wale waliomtii na kumtumikia Mungu wataambiwa na nukuu, njoo uliyebarikiwa, urithi ufalme uliowekwa tayari tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini wengine watasikia maneno ya kutisha zaidi katika mstari wa 41 na nukuu, ondokeni kwangu enyi mliolaaniwa, mwende kwenye moto wa milele. Mwisho wa kunukuu. Hii ndiyo sababu naiogopa siku hiyo, si kwa sababu siipendi, bali kwa sababu natamani sana niwe upande sahihi wa historia ya milele. Kuhusu siku ya mwisho unaambiwa kuna nafasi ya mabadiliko sasa hivi. Leo bado ni siku ya rehema. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili mlango wa 6 mstari wa 2 na nukuu, tazama sasa ni wakati unaokubalika, tazama sasa ni siku ya wokovu. Hatujachelewa bado. Kila mmoja anaweza kugeuka, kutubu na kuanza upya, kuishi kwa Mungu kwa wema na kwa matumaini ya siku hiyo. Siku ya mwisho si hadithi ya kutisha, ni wito wa kututahadharisha ili tuishi leo kwa namna ambayo haitatuumiza kesho. Ishi leo kama vile siku ya mwisho inaweza kufika jioni hii. Ishi kwa toba, kwa upendo na kwa utiifu. Wakati mwingine unajiuliza, nikiikosa mbingu nitakuwa nimefaulu nini hapa duniani? Jiulize swali hilo kila siku. Mimi ni Joakim Chawe. Tafakari, tubu, badilika. Huu ni wito wa moyo wangu kwako. Tuwe tayari siku ya mwisho. Nilichofurahi kwenye podcast hii ni kwamba hata content creator pia kumbe tunaweza tukashika nafasi kuwa wahubiri. Nimefurahi sana.
Bwana, usisite kutufollow na kusubscribe kupitia channel yetu ya YouTube, lakini pia ukifuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, YouTube, Instagram pamoja na TikTok kwa kutafuta jina Joachim Wake Production. Stay connected with us and God bless you. Kila siku tunakuja na jambo jipya ambalo linaweza kuwa lina muhimu na la msingi kwa maisha yako. Tukutane katika podcast nyingine. Mimi naitwa Joachim Chawe, lakini kama umevutiwa na makala hii, naomba ushare ili wengine waweze kuipata pia, kwa sababu hii ndio njia pekee ya kuweza kuwasiliana kati ya mimi na wewe na baadaye na yule mtu ambaye hajasikia kabisa au hajaiona kabisa podcast hii kwa wakati huu. Tukutane wakati mwingine, na asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kisa cha leo kinachohusu siku ya mwisho. Tubu shauri yako.